kazi yake kuvuta kidogo. Kazi yake kuvuta kidogo. Irabu ikiwa na kifungu kimoja dhamma. Irabu zikiwa mbili juu fathatain. Irabu zikiwa mbili juu fathatain. Irabu zikiwa mbili chini kasratain. Irabu zikiwa mbili chini kasratain. Irabu ikiwa na viungo viwili dhammatain. Irabu zikiwa na vifungu viwili dhammatain. Irabu ikiwa moja juu fatha. Irabu ikiwa moja juu fatha. Irabu ikiwa moja chini kasra. Irabu ikiwa moja chini kasra. Irabu ikiwa na kirungu kimoja dhamma. Irabu ikiwa na kifungu kimoja dhamma. Irabu zikiwa mbili juu fathatain. Irabu zikiwa mbili juu fathatain. Irabu zikiwa mbili chini kasratain. Irabu zikiwa mbili chini kasratain. Irabu ikiwa na kirungu viwili dhammatain. Irabu zikiwa na kifungu viwili dhammatain. Najasa bilmughalladha, najisi nzito. najisi nzito. Najisi nzito ya najasa tulikali Hiyo nayo najasa tulikali, najasa kulikali, najisi ya mbwa. najisi ya mbwa. Najisi ya mbwa katika zile najisi tatu yenyewe najisi nzito, sawa sawa. Tutakuja kuona najisi ya mbwa inatoharikaje. Kwanza anaanza kueleza aina za nini za najisi nzito. Walkhinzir, na najisi nzito na najisi ya nguruwe. najisi ya nguruwe. Manake nguruwe ni katika najisi nzito, sawa sawa. Nguruwe ni katika najisi nzito. Walu'abihima mate yao bihima alaqihima na singe zao. Wama tawallada min ahadihima, na yale yaliyozalikana kati ya nguruwe na mbwa. Manake kile kilichozaliwa na mbwa, sawa sawa, ni najisi, na kile kilichozaliwa na nguruwe ni hata kama mbwa atakuwa amezaa kuku ni najisi, kuku sio najisi. Lakini maadamu kuku amezaliwa na nguruwe, ile kuku ni nini? Sawa sawa. Kwa hiyo nguruwe najisi zote ni najisi nzito, sawa sawa, na kile kitachozaliwa na nguruwe au na mbwa itakuwa pia ni nini? Mahayawani tahiri. Sema pamoja na mnyama aliyekuwa tahara. Hata kama kitachozaliwa ni mnyama tahara, kitachozaliwa ni mnyama, maadamu katoka kwenye nguruwe au kwenye mbwa, yule mnyama pia atakuwa ni najisi, sawa sawa. Wallahu a'lam.